Uvivu wa kufanya kazi, washikaji wameamua kuiba. Oi mwanangu, leo tunaingia humu ndani. Mwamba akaluka mpaka juu ya ukuta na akamwambia mwenzie, angalia kila sehemu mzee, ikitokea la kutokea nishtue nitoke mzee, mambo yasije akawa mengi, balidi. Mwamba akazama huko ndani. Minyato ilikuwa ni mingi, mchizi akaifikia mpaka sitting room ilipo. Mwamba akaona mbona kama pako kimya. Akaanza kuangaza macho aone ni nini anaweza akakibeba hapa ondoke nacho. Hataki kabisa kupoteza muda. Mara kaipalamia fimbo hapa ikaanguka chini ikaanza kupiga kelele. Ilimtia wenge hiyo. Mwamba akaona mbona naweza nikakamatwa hapa. Akajibana hapa kwenye kona, maana alisikia kuna mtu alikuwa anakuja baada ya hiyo fimbo kudondoka. Kweli kuna bidada alikuwa anashuka hapa. Bidada akasogea mpaka pale Mwamba alipo. Mwamba akaona sasa mimi leo nimeisha. Bidada alivyofika akaishika ile fimbo. Sasa kumbe bidada ni kipofu haoni. Mwamba alivyogundua bidada ni kipofu haoni, akampita bidada kama anataka aelekee chumbani. Sasa amepiga hatua mbili baada ya kuzipata ngazi za kuelekea huko chumbani. Mara bidada akasema, wewe ni nani? Mwamba akaona si nilikuwa nahisi kama hauoni, imekuaje? Ikabidi arudi nyuma. Akaulizwa tena, ni nani? Mwamba akasema ni mimi. Bidada akasema, bila shaka ni yule dereva nilokuwa nikimsubiri, si ndio? Dereva wangu mpya. Mwamba akasema, ndiyo mama, mimi ndo yule dereva wako mpya. Bidada akamwambia, karibu sana, lakini umewahi sana, mimi bado sijajiandaa. Sasa cha kufanya, fanya kitu kimoja. Wewe nenda kwenye kile chumba, kuna mavazi yako. Alafu mimi naondoka kwenda kujiandaa, muda si mrefu nije nikukute umeshavaa uniform zako za kazi kabisa, tuondoke. Mwamba akasema sawa bosi wangu. Mama akawa anaelekea huko juu, Mwamba ikabidi aelekee kunako hicho chumba. Sasa kunako hii nyumba ambayo huyu jamaa ameingia kufanya uvamizi, kuna bidada anakuja kuingia humu ndani, ila ni askari polisi. Wakati bidada akiwa analifungua hili geti kuangalia kwenye fence yao, akagundua kuna Mwamba alikuwepo hapa kama anakolokochoa. Bidada akasogea mpaka hapa, habari yako? Mwamba alishtuka kweli, salama afande, habari yako? Akaulizwa, ni nini kinaendelea hapa? Mwamba akajitambulisha yeye ni fundi na amekuja kwa ajili ya kutengeneza hii taya hapa barabarani, maana amepokea malalamiko kuwa haiwaki. Bidada akasema ilikuwa nzima siku zote, imegoma kuwaka leni. Mwamba akasema nimepewa ripoti leo. Bila shaka we ni mpya, sikufahamu. Mwamba akasema leo ndo siku ya kwanza nimekuja kuanza kazi. Bidada akamtakia kazi njema, akaondoka. Mwamba akaona nimepona. Sasa bidada anakoingia ni huko ndani ambako mwanae ameingia, so itajulikana huko mbele ya safari. Bidada baada ya kuingia humu ndani akawa anasikia kama kunako chumba kimoja huko chini ni kama kuna mtu yupo anagonga, yani akawa anajiuliza kuna nani humu ndani. Sasa kumbe alokuwa ndani ni nani? Ni yule mshikaji wetu alioelekezwa aje kuvaa hizi nguo. Mshikaji anaomba Mungu, Mwenyezi Mungu, endapo kama ukinisaidia nikatoka kwenye huu msala, hakika naacha wizi na ninabadilika kabisa, maana leo nimejichanganya na iona jela hii hapa nje. Sasa dada anavyosikia kama kuna kelele kwenye hiki chumba akaona hapana, mdogo wangu hawezi kuwa kwenye hiki chumba, nini kinachoendelea? Bidada akaitoa bastola na kaanza kuja mdogo kwenye hiki chumba huku, kimya haongei na mtu yoyote. Amefika hapa ameichomoa na amemnyoshea Mwamba, hamjui. Mwamba anaanza, afande samani, mimi ni dereva mpya tu, nimekuja hapa kwa ajili ya kumuendesha huyu bidada wa humu ndani. Sasa Mwamba anavyojitetea hata jina la huyu anayetaka kumuendesha halijui kabisa. Mwamba ikabidi amwite huyu bidada anayetakiwa kuendeshwa. Bidada alivyofika akamwambia dada yake, dada, kweli huyo ni dereva wangu mpya, usimfanye kitu chochote jamani, kwani kuna shida gani? Mwamba kama amepata utetezi na akasogea mpaka kwa huyo bidada ambaye ndo anayetakiwa kuwa anamuendesha, maana anamuona huyu afanda anaweza akamletea mambo mengi. Sasa huyu bidada anayetakiwa kuendeshwa na huyu Mwamba, yani huyu bidada kipofu anaitwa Alejandro, na akamwambia dada, jamani, kwa nini huo askari mpaka ndani? Mimi sipendi. Dada anasema nafanya hivi kwa ajili ya kukurinda. Huyu mtu mimi simfahamu. Binti akasema hakuna tatizo wala hakuna mtu atakayeleta tatizo humu ndani. Huyu ni dereva wangu mpya, ndo amekuja leo kutaka kuanza kazi. Bidada akamwambia basi sawa, utanisamee, sikuwa najua kama ni dereva wako mpya, maana ni mtu mgeni machoni kwangu. Sasa bidada akamuuliza mdogo wake, vipi mbona umebeba taulo mkononi, unatoka na taulo? Binti akasema huko ndani nimeenda kuoga, lakini maji yanatoka
tu ya baridi, maji ya moto hayatoki kabisa, na siwezi kuoga kabisa maji ya baridi, nahisi sana baridi. Sasa mwamba kutengeneza hawezi. Huyo afande akasema nimeona fundi yuko hapo nje, hebu ngoja nikamcheki yule fundi, huenda anaweza akatusaidia. Bidada akatoka tena nje kwenda kumtafuta mwamba. Alipofika akamkuta mwamba yuko pale pale anakolokochoa, maana mwamba hawezi kuondoka, kuna mwenzie yuko huko ndani, namna gani anaweza akamtosa ni ngumu. Bidada akaja kumwambia, bwana, tunahitaji msaada wako huku ndani, maana maji yamegoma kutoka huko, so tunataka uje utusaidie ili maji ya moto yatoke. Mchizi akataka kugoma goma, maana anaogopa isije kawa mwenzie amedaka huko ndani alafu amemchoma, so naendo anakuja kuingizwa kwenye mtego. Ila akaambiwa hamna shida, wewe njoo utusaidie bwana, sisi tuna shida na hamna mtu atakayetusaidia. Mwamba ikabidi aingie mpaka ndani. Sasa alipofika ndani akashangaa kuona mwanae amekula suti tofauti na alivyoingia. Imekuwaje hapa? Mwamba ikabidi ajifanye kama amjui mshikaji wake. Wana wakavutwa mpaka kunako huko wanakotakiwa akarekebishe maji. Sasa wana sio mafundi na hawajui chochote, lakini sio tunafanyaje hapa? Oya mzee, hapa tutashtukiwa. Gusagusa tu, gusagusa tuondoke. Wana kweli gusagusa likakubali. Wana wakaona hili limeisha. Sasa muda huu wanakutana tena na huyu afande. Vipi huko? Kumekaa sawa? Vijana, ndiyo bosi, kumekaa sawa na maji yanatoka. Nikulipe bei gani? Kijana, bosi usijali, kazi ilikuwa ni ndogo, hakuna haja yote ya kunilipa. Sawa, sio mbaya, nimependa sana ukalimu wako kijana. Kijana wakati anataka kuondoka akamwambia mwenzie, Jose, tutaonana baadaye basi. Afande akamwambia, Buludi, mbona umemuita jina, umemjuaje? Mwamba akasema, wakati tunahangaika kutengeneza maji huko alinitajia jina lake. Okay, afande akamruhusu, basi ondoka, usiwe na shaka kijana. Kijana akawa ametoka mikononi mwa huyu afande, yani alikuwa amini kama itakuwa rahisi kiasi hicho. Mara Jose akaitwa, njoo nifate. Mwamba akaona sasa tena nakufuata kuja kufanya nini afande? Ikabidi aende akamsikilize afande. Afande akamwambia, nisikilize nikwambie, unajua mdogo wangu anafanyaga vitu vingi sana ambavyo mimi sivipende na ni hatari sana kwa afya yake. So nataka kama utafata maelekezo yangu, hii kazi ni ya kwako maisha yote. Endapo kama utaenda tofauti na maelekezo yangu, ujue kabisa hii kazi umeshafukuzwa kama wengine walivyokwisha kufukuzwa. Sawa? Ndiyo. Asifanye kitu chochote ambacho kitahatarisha maisha yake. Sawa? Ndiyo. Mwamba akaona baridi, mambo yasiwe mengi, na kama amekabidhiwa funguo ya gari. Sasa huyu ndio dereva rasmi kabisa wa mdogo mtu. Sasa muda huo wakati wanazungumza, mara Alejandro akatoka nje, yani ameshavalia vizuri. Mwamba akasema, wow, hivi kumbe ni mzuri kiasi hiki? Akaulizwa, umesemaje? Yani unaanza kukosea masharti hapa. Mwamba, samani boss kama nimeongea vibaya. Bidada akamuita Mwamba hapa na akamwambia, umejitambulisha jina lako, umesema unaitwa nani? Jamaa akasema, mimi naitwa Jose Daniel. Akaambia, Jose Daniel, hebu ngoja, mimi niliambiwa mtu anayekuja kuniendesha anaitwa Fernando. Jamaa akasema, mimi naitwa Jose Daniel Fernando, ila sipendagi sana kutumia Fernando. Basi sawa, nadhani tuondoke. Ikabidi waondoke waelekee huko ambako bidada anataka kwenda. Sasa wameingia kwenye ndinga. Huyu Mwamba hii gari ni ya kishua, hata kuiendesha hawezi kabisa, hata kuchomeka funguo hajui anachomeka wapi hiyo funguo yenyewe. Bidada akamuuliza, vipi kwani? Mbona kama tumesimama, gari ina tatizo lolote? Mwamba, unajua bosi, hii gari mimi kiukweli sijawahi kuendesha hizi automatic, zinanisumbua sana, nimezoea kutia gia. Akaambiwa, sasa sikiliza, huyu bidada anahisia, anaijua hii gari. Akaanza kupapasa, akampa maelekezo, na kweli bwana, chuma ikakubali, ikatoka hapa. Mwamba akaona hatimaye ile limepita. Sasa wamefika huko, bidada akaja akachukua baskeli, anataka aendeshe baskeli. Mwamba ameshapewa huko onyo, mdogo wake asijaribu vitu vya hatari. Sasa huyu binti ni kipofu na anataka kuendesha baskeli. Sasa namna gani kipofu unaweza ukaendesha baskeli? Mwamba akataka kumkazia huyu bidada. Alejandro akamwambia, Jose, hauwezi kunizuia. Mimi hivi ndo vitu napenda. Unajua mimi ni kipofu tu, lakini sina ulemavu. Hii kipofu ni tatizo tu limetokea, so mimi nataka niendeshe. Mwamba akaona haya bosi. Mwamba ikabidi ashikishwe fimbo. Bidada anataka kuendesha baskeli na mbele hakuoni, atajua mwenyewe. Bidada akaanza kuendesha baskeli, Mwamba yuko pembeni anamwambia, nenda huku, nenda kushoto, nenda kulia. Bidada si akachanganya spidi akamwacha Mwamba. Mwamba yuko nyuma tu, jamani, kunja kushoto, usiende kulia. We kunja kushoto, we nenda huku. Kilichomkuta
bidada akala mzinga chini. Mwamba akaona sasa nishaharibu kazi ya afande. Alivyofika hapa akamchukua bidada na akamtia kwenye ndinga. Ikabidi amrudishe tu nyumbani haraka, maana anaweza akamtia kwenye matatizo huyu. Haelewi kabisa, ni mbishi kinoma noma. Sasa wamefika hapa, bidada akamwambia Mwamba, nimependa sana kampani yako na natamani kesho uje tena. Si utakuja tena kesho? Mwamba akasema yes boss, usijali. Kesho nitakuja tena. Hakuna sababu yote itaacha nisije. Na bidada akafurahi sana kumpata huyu dereva, maana ni dereva ambaye zinaiva. Sasa muda si mrefu mara mwanae akamvuta. Akamwambia hivi, ujui muda wote nilikuwa nimekaa hapa na kusubiri, sijui upo kwenye matatizo au ni vipi? Jamaa akasema, mwanangu hauwezi amini. Yaani hivi ninavyoongea na wewe, tayari mimi ni dereva mpya wa huyu bidada. Jamaa akamwambia acha ujinga, sisi tumeletwa na mission hapa. Vipi ukija kushtukiwa? Mwamba akasema, nataka kubadilisha maisha. Sitaki tena kuwa mwizi. Nataka niwe dereva. Mchizi wake akamwambia, lakini ukumbuke hujasoma VETA wala nini. Siku akigundua kuwa hata leseni hauna wewe, hujui kama watakupeleka jela. Udada ni afande ujue. Jamaa akasema, mimi hilo sio tatizo nalohofia kabisa, na naamini nitajifunza mbele kwa mbele, lakini mimi naacha wezi. Jamaa akaona, wewe hauna cha kuniambia, wewe umeshaanza kunogewa na vitu vidogo vidogo mdogo wangu. Jamaa ikabidi yeye endelee na harakati zake za wizi. Na muda huu hapa kuna gari ilikuwa imepakiwa kunako maegesho. Mwamba akawa anavunja kitasa tu, anataka ingia huko ndani aone kuna nini. Sasa yule afande tena akiwa dolia anakutana na huyu Mwamba anataka kuvunja mlango. Vipi? Kuna nini hapa? Habari yako? Afande, tumeonana tena. Vipi, mbona kama unahangaika kuvunja mlango? Mwamba akaanza, unajua hii ni gari yangu, lakini funguo nimesahau, nimefungia kwa ndani. Kwa hapa nilikuwa napambana nione namna gani naweza nikatoa funguo. Afande akamwambia, vipi nikusaidie kuvunja hapo? Nipige shaba moja hapo mlango ufunguke. Mwamba akasema, usifanye hivyo afande. Nadhani niende tu nyumbani nikachukue funguo nyingine ili nije nifungue. Hakuna haja yote ya kuharibu kitasa. Afande akamwambia, usijali, ningekusaidia maana wewe ulinisaidia kule nyumbani na mimi hapa ningekusaidia. Mwamba ikabidi aondoke amwache afande eti anaenda kufuata funguo nyingine nyumbani. Muda si mrefu mara kuna Mwamba mwingine kaja na funguo, anaufungua huu mlango. Sasa afande alikuwepo hapa. Akamuuliza, wewe vipi? Mbona unataka kuingia kwenye gari ya watu? Mwamba akasema, hii gari mimi ni ya kwangu afande. Hii si gari ya mtu mwingine. Unaweza kanionyesha vielelezo kama gari ni yako? Mwamba kuchomoa vielelezo vyote vinaonyesha gari ni yake. Afande akajua, kumbe yule Mwamba alokuepo hapa alikuwa ni mwizi, alafu ndo mmiliki halali wa gari. Afande akajua Mwamba yuko mbali. Kaanza kumkimbiza na kamdaka hapa. Akamwambia, kwa kumbe ulichokuwa unakifanya pale ulikuwa unataka kuiba, si ndio? Kwa wewe ni mwizi. Mwamba alipobanwa akafunguka kwa afande ukweli. Bwana, sisi ni wezi. Yaani hata yule mwenzangu ambaye umempa kazi ya udereva kule, yule naye ni mwizi. Mule ndani kwenu tuliingia si kwa ajili ya kuiba, lakini baada ya kumwajiri kuwa dereva Mwamba amenigeuka, hataki tena kuiba. Afande akamwambia, uko chini ya ulinzi, kumbe nyie ni wezi na mdogo wangu mpaka sasa hivi yuko kwenye matatizo, si ndio? Mwamba akawa amepigwa pingu hapa. Sasa afande akachukua simu na akampigia huyo mdogo wake. Bidada alivyoipokea ni simu ya dada yake. Alo. Dada akamwambia, uko sehemu gani? Bidada kama amemwelekeza dada yake ni wapi aliko anapunga upepo. Akamwambia, kaa hapo hapo, usinyanyue hata mguu wako, nisubiri nije. Kuna kitu hakiko sawa kabisa. Mwamba akaona mambo mbona kama yanataka kuanza kuwa mengi. Ilivyokatwa simu, Mwamba ikabidi amwambie bidada, mimi ngoja nifunguke ukweli kabisa wa maisha yangu. Mimi kiukweli sio dereva. Na mimi pale kwenu nilikuja kwa ajili ya kuiba tu. Hakuna chochote kilichonileta. Bidada akasema, kumbe wewe ni mwizi. Mwamba akasema, kiukweli mpaka sasa nimeshabadilika. Sio mwizi. Nachokitaka, nataka tu hii kazi ya kuwa dereva wako. Sitaki tena kuiba, nimeshabadilika. Naomba dadako akija umwambie ukweli, kwa sababu ataniweka jela yule endapo kama atagundua kila kitu ambacho kinaendelea. Naomba unitetee kwa dadako. Nimeshabadilika, sio mwizi tena na siwezi kufanya kitu chochote kibaya hata kukuzuru. Naomba unisaidie. Muda si mrefu bwana, asitupe maneno, mara kinasikika kingola cha polisi na bidada ameshafika uko chini ya ulinzi. Mwamba akapigwa pingu. Sasa mdogo mtu akamwambia dada yake, dada, lakini huyu mtu ameniambia kila kitu na ameniambia kuwa ameshabadilika, hawezi tena kufanya kile alichokuwa amekusudia kukifanya na sasa hivi ni mtu mwema. Ameniambia kila kitu ambacho alikuwa amekusudia kufanya. Bidada akamwambia mdogo wake, naomba nisisikilize tena kauli yako. Mwamba kama amechukuliwa amepelekwa kwenda kunyea ndoo. Sasa Mwamba ameshatoka kunyea ndoo, leo tena amekuja kwenye huu mjengo, ila anagonga mlango, afande huyu hapa.
unataka nini tena hapa? Kijana anasema kiukweli, nimekuja nataka niombe msamaha kwa mdogo wako, pia niombe msamaha kwa hii familia, na niwaambie namna gani mmenisaidia katika kubadilika, maana mimi sio mwizi tena, mpaka sasa hivi ninaishi maisha mengine toka kipindi kile. Bidada akamwambia umeshachelewa, unajua kama mdogo wangu hayupo, ameenda huko nje kwa ajili ya kufanya maisha yake mengine huko nje. Mwamba akasema we, kwa nini nimempoteza mdogo wako? Bidada akasema umempoteza kwa sababu ya uongo wako na tamaa za kijinga, maana tayari alikuwa ameshakupenda. Mwamba akaona hii taarifa imekuwa ngumu sana kwangu na siwezi kumpata tena maisha yangu yote. Akaambia uwezi kumpata mzee, haikai tena ndani ya nchi, ameshahama yuko nje ya nchi mzee. Afu ondoka usinisumbue. Ili likao limeshindikana. Sasa Mwamba leo akiwa kunako maeneo yake anaohangaika mara akadondosha peni. Kuna bidada akamwambia we kaka, umedondosha peni yako. Mwamba si akageuka nyuma kumwangalia bidada anayesema we kaka, umedondosha peni. Kugeuka bwana ni Alejandro. We, Mwamba akamsogelea. Hebu ngoja, wewe ni wewe? Binti naye akasema Jose, sauti yako ni kama sikuwahi kukuona, lakini sauti yako ni kama. Mwamba akasema ndio mimi, hakuna sauti yangu ni kama. Vipi ulikuwa wapi? Binti akasema nilienda kufanyia upasuaji wa macho na hatimaye Mungu amenisaidia. Sasa hivi ninaona tena, hatimaye nakuona. Mwamba akasema hata mimi nimebadilika maisha yangu yote, na sasa hivi unavyoniona muda si mrefu naenda kuajiriwa kuwa mwalimu. Maana ilibidi nirudi nikasome tu, maana wizi ungeniua. So toko livyo nibadilisha kipindi kile, nilibadilika kabisa na sasa hivi mimi ni mwalimu. We, demu alifurahi na akasema kwa ajili yako nimefurahi sana na Alejandro, kiukweli kukutana na wewe kwenye maisha yangu ni kama ni zawadi nyingine nimekutana naye. Hakuna kilichoendelea hapa zaidi ni mitongozo tu ikatembea ya maana, ni fulu kutongozana na wakakubaliana hapo na mabusu na makumbato na mapenzi yakazaliwa hapo. Yani mchizi akawa amejiopolea ili bidada kabisa likawa la kwake. So huu ndo mwisho wa mzigo wetu. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Lakini kama ndo mara ya kwanza unapita kwenye hii channel yetu, nikwambie tu mwanafamilia, haujachelewa zaidi kubonyeza hiyo alama ya kusubscribe, ila turn on notification, itakuwa ni unyama, maana tukiweka hizi kazi unakuwa unazipata. Ila pia niseme asante sana. Penda vipindi vyetu, like, comment na ushare ili uwe wa kwanza kupata vipindi vyetu. Hapa Songa 5 Media.